Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Hii ni kukuonesha wazi kwamba mkono wa Bwana haujawahi kupunguka hata usiweze kuokoa. Yesu alibeba makosa yako. Biblia inasema kwamba Yohana Mbatizaji anasema katika kitabu cha Yohana sura ya mstari wa 29, na siku ya pili yake amwona Yesu, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu ameshachukua dhambi. Alishachukua dhambi. Amechukuaje dhambi? Ameshughulika na mauti. Ameshughulika na mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu alikufa ili aharibu mauti. Yesu alikufa ili ashughulike na madhara ya dhambi ambayo ni mauti. Hii ndio sababu nitakwambia jioni ya mchana leo ya kwamba dhambi zako zote zimeondolewa. Yesu ameondoa makosa yako. Alipofufuka kutoka kwa wafu, Mungu anakuthibitishia kwamba yeye sio muuaji. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya pili inaonesha, ukianza mstari wa 20, ile sura ya 3 ukianzia ule mstari wa 7, Biblia inaonesha jinsi gani wanadamu walimuua, lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Wanadamu walifanya kazi ya kumuua Yesu, walizana wamemaliza kazi, lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Yesu ilibidi afe, ndio, lakini sio Mungu aliyemuua. Wanadamu walimuua ili afe kwa ajili ya dhambi zao. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Dhambi zako zote zimeondolewa, lakini alifufuka siku ya tatu kutoka kwa wafu. Ameondoa makosa yako yote, dhambi zako zote. Unapomwamini Yesu, hautambuliki tena kama mwenye dhambi. Unapata kuwa mwenye haki, unapata kuwa mtakatifu, unafanywa kuwa mtu aliyeokolewa kwa neema tu, si kwa matendo yapatikanayo na sheria. Mungu anatuambia katika neno lake kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ndugu yangu, haijalishi umekuwa mwenye dhambi kiasi gani. Inawezekana wamekuambia wewe ni mwenye dhambi sana, hauna maana yoyote katika jamii yako, lakini yuko Yesu. Yesu anaona una thamani mbele zake. Hii ndio sababu alikufa kwa ajili yako. Biblia inatuonesha wazi ni kwa jinsi gani mwanadamu ana thamani mbele za Mungu. Mwanadamu ana thamani mbele za Mungu. Mwanadamu ni wa muhimu mbele za Mungu. Mwanadamu ana maana mbele za Mungu. Ndio maana Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Alizikwa, lakini siku ya tatu alifufuka kutoka kwa wafu. Unapoamini kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, unapokea uzima wa milele. Unapokea msamaha wa dhambi zako zote. Wanadamu ndio wanafanya kazi ya kuhesabu makosa, lakini Mungu hahesabu dhambi. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 130 mstari wa 3 na 4, Bwana kama ungehesabu makosa, Bwana ni nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogope. Ndugu yangu, nimekuletea habari njema ya kwamba Yesu anakupenda. Mungu anakupenda. Mungu si adui yako. Mungu hana hasira na wewe. Mungu anakuthamini. Mungu anakujali. Alifufuka kutoka kwa wafu Yesu Kristo. Unapoamini kwamba alifufuka kutoka kwa wafu, maana yake unakubaliana kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Unapopokea haya, unapokea uzima wa milele. Unapokea msamaha wa dhambi. Tatizo la mwanadamu hapa duniani ni kwamba hawezi kuishi milele.